majina anaitwa Gerald Mfunzo, ni afisa mazingira kutoka Wizara ya Kilimo, na nimekuwa ni mmoja kati ya timu ambayo imekuwa ikishiriki katika program ya AFDP, na kwa siku ya leo tumebahatika kuwa katika wilaya ya Mbulu, na kuu la mafunzo haya ambayo tumeyafanya kwa siku ya leo, lengo kuu ni namna ya kuwawezesha wakulima kuweza kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Hilo ndio lengo kuu, na programu hii ya AFDP imekuwa na hiyo segment pia ambayo ikigusa upande huo. Kwa hiyo mkulima anaweza akajifunza na akafahamu kwamba changamoto za mabadiliko ya tabia nchi zinatokana na nini na namna gani anaweza akafanya nini akakabiliana nazo. Na hiyo ndio ilikuwa dhima ya mafunzo haya. Elimu kwa wafugaji juu ya ufugaji bora na wenye tija, mfano ufugaji wa ndani, sema ufugaji ule wa kisasa ambao unaweza ukaleta tija pia kwa ajili ya kuondoa uharibifu kwenye mazingira yetu. Sasa viashiria gani ambavyo vitakuja kuonekana? Kupungua kwa ukame na mmomonyoko wa udongo, kuongezeka kwa uoto wa asili. Kwa sababu najua kabisa kwamba mifugo inapozurura wakati mwingine inatengeneza mmomonyoko wa udongo. Kwa kweli tumejitahidi sana. Yaani hilo mimi nawapongezea. Lakini pia tunawashukuru kwa kujitia wito. Mmeacha majukumu yenu lakini mmekuja kujifunza. Yaani kwa huu muda mliotumia hapa pengine mngezalisha pesa nyingi. Lakini hiki mlichopewa pia ni kitu kikubwa. Lakini kikubwa hasa ninachowaomba, kwa vile wapo maafisa ugani wenu wenyewe wakulima, mpango kazi mlioandaa hapa usiishie hapa tu kuwasilisha hapa, lakini ingekuwa vizuri zaidi maafisa ugani wakaandaa na wenyewe notice za kuwafundishia nyinyi, wakaendelea kuwa wanatoa hii elimu kuhusu kilimo hifadhi mara kwa mara, ili pale mkulima anapokuwa anasahau anakumbushwa tena. Lakini sio kazi ya afisa ugani tu, lakini hata nyinyi wakulima, ukiwa umesahau na upata afisa ugani au mwenzako aliyekuwepo hapa, mnakumbushana, siku tulifundishwa hiki na hiki na hiki na hiki, lakini kikubwa hasa ni kwenda kutekeleza hiki mlichofundishwa. Yaani siishie tu kwamba tulienda kwenye mafunzo tukajifunza afu tukaondoka yakaishia hapo tunapotoka nje. Kwa hiyo ili hata kama mradi huu umeanzishwa ili kufanyaje, kuimarisha ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Sasa inapokuwa tumekuja tumetoa mafunzo yameishia hapa, yani yameishia hapa, hata wao wenyewe wanapokuja kufanya ukaguzi wanakuta watu watekelezi kile tulichofundisha. Kwa hiyo inakuwa ni kama na sisi tulikuja tu kutembea kufanya kazi yetu ipasavyo. Kwa hiyo tunaomba tusaidizane sasa kufikisha huu ujumbe kwa wakulima wengine ambao hawakufika hapa, lakini kwa wakulima pia tuliofika hapa tukoe mfano huko wa kuigwa na wakulima wengine, kwamba tuweze kutekeleza kile tulichojifunza hapa. Lakini pia tukitoka hapa tukaendeleza haya tuliyofundishwa, si ndio? Ili wenzetu kesho na kesho kutwa wakirudi waone matokeo ya kazi yao, ili pia siku nyingine ukipata mradi mwingine walete, jamani, Mbulu ni watekelezaji wazuri wa miradi wa ulete. Tusipotekeleza na maana siku nyingine hawatakuja tena. Wasema watu waletea mradi lakini hakuna utekelezaji. Kwa hiyo sisi tuende hapa tukafanyia kazi yale ambayo tumepata. Lakini na pia hata mradi ukiondoka, ukiisha, tuendelee na yale tuliyofundishwa, kwa sababu haya yote ni kwa faida yetu sisi wenyewe, sio kwa faida yao. Wao wanatuwezesha sisi tuweze kujimudu sisi wenyewe, sio wao. Kwa hiyo naombeni sana haya tuliyopata hapa tukapate kuendeleza, lakini pia elimu ikapate kusambaa, isiishie tu kwetu sisi tuliokuja hapa. Sisi tumekuja ni wachache, tunawakilisha wale wengine. Kwa hiyo tukitoka hapa tukawe mabalozi kwa wale ambao hawajafika mahali hapa. Naitwa Lote Elisha Halo, kutoka kata ya Haydom na ni mkulima. Ninashukuru sana kupata semina hii ya leo, maana nimejua sasa kwamba mabadiliko ya tabia ya nchi jinsi ambavyo sasa tutapambana nayo, maana mabadiliko haya yameshaonekana tayari. John Bajuta, nimetokea kata ya Haydom. Nimekuja hapa kwa ajili ya mafunzo ambayo yameletwa na wataalamu kutoka Wizara ya Kilimo. Nashukuru sana serikali kupitia Wizara ya Kilimo kwamba wametuletea mafunzo ambayo yamekuja kutufungua kutokana na mabadiliko ya hali ya tabia ya nchi ambayo kwa kweli kwa sehemu kubwa yametuathiri. Sasa kwa sababu hiyo kuja kuletwa hii semina hapa, nafikiri ni kuja kutufungua namna gani ya kuweza kukabiliana
na mabadiliko haya ya tabia ya nchi ambayo kwa kweli kwa ujumla yametuathiri. Lakini kupitia semina hii naamini kwamba kwa mafunzo tuliyoyapata yatatusaidia sisi kuweza kukabiliana na hali hii, na sasa nimejua kwamba ni nini ambacho tunapaswa kukifanya ili kuweza kukabiliana na athari ambazo zimetokana na mabadiliko ya tabia ya nchi.